Ni mwisho wa mwezi. Alafu nunue nyingine. Alafu nunue nyingine. Nafurahi sana. Maana utangulizi mtamu kama biriani. Raha sana, nafurahi sana kuwa nawe tena siku ya leo. Karibu Somo. Alafu tuna si mgeni, manake si mara ya kwanza yeye kutangamana nasi Zilizala viwanjani. Bishop Tony Kwea. Ilikuwa ni team change, sasa ni team blue, sijui ni blue band ama ni team nini? Hivi ndio hiyo. Team blue sasa. Hivi team change, team blue, Bishop unaashiria nini hasa? Team change ni wakati sisi tulikuwa nje ya serikali. Tukitaka kuingia kwa serikali, slogan yetu ilikuwa team change, sababu tulikuwa tunataka kubadilisha yale yaliyo mabovu, tuweke change iwe nzuri. Wakati tumepata uongozi na wakati ule mlikuwa mnatuona tukivaa nguo za blue. Sasa hiyo team change imekuwa ni chama yetu ya mpira, inaitwa team blue. Sasa sababu tuko kwa serikali, inamaanisha zile sera zote zitafanyika kwenye hii miaka imepita na yenye itakuja, zitakuwa sera za team blue. Miaka minne hiyo. Miaka minne ambayo inakuja sasa. Bishop, kumekuwa na mabadiliko yote? Upande upi? Uongozi. Mabadiliko nafikiri mmeyaona tangu tuingie kwa ofisi, nafikiri mmeyaona wenyewe na macho, Kenya wanaiona. Kwanza tuliingia kwa federation ambayo haikuwa na ofisi. Walikuwa wanafanyia mikutano nao kando ya pool pale Nyayo Stadium. Ikabidi tuende tutafute, tukaenda kule Goal Project. Nyumba ilikuwa ishatengenezwa, ilikuwa na kila kitu, lakini ikawa vitu zote zimeibiwa. Sasa tukaanza upya renovation. Na pia mbona usemi kulikuwa na mbu? Sasa umbu unajua sikulala pale. Lakini najua kulikuwa na hizo zinaitwa nini zile wanyama wote walikuwa ndani because hakukuwa na mtu alikuwa anaishi kule. Tukaanza ilikuwa ni mbuga. Sasa ikabidi tuweke ikuwe habitable kwa binadamu na staff wetu wakahamia kule. Jambo la pili lilikuwa sasa tuanze kuweka mikakati structures zetu. Tulikuta hakukuwa na youth program kwenye federation yetu. Tukaanza tukaweka under 13, under 15. Tulikuta timu ya wasichana ilikuwa iko na shida. Mnakumbuka hata mko na videos zinaonyesha walikuwa wanalala kwenye stairs, kwenye changing room. Sasa tukatoa hiyo mambo tukaanza kuwaweka kwenye hoteli. Hata timu zetu ya national ya wanaume ilikuwa haiwezi kalipwa mishahara zao ama marupurupu yao. Na hata ile nini ya ndege fare ama nauli ya kutoka kule waliko wakuja hapa walikuwa lazima ikopwe ama wakuje watumie waje walipe, na wengine hadi saa hizi hawajalipwa. So tukaweka hizo mikakati zote. National team sasa ikaanza kushika laini. Ya tatu tukakuta ndio tunataka vijana wacheze mpira, wafanyiwe wafunzwe katika grassroots. Tukakuta hatuna coaches. So tukaembark kwa program ya kuweka coaches. Na hivi sasa countrywide tumetrain over 2000 coaches. Mpenzi mtazamaji, ni utangulizi tu wa Bishop Tony Kwea ambaye unawania kiti kipi ama NEC member Western. NEC member Western. Hata nikusajili hapa NEC member Western region. Asani wakati anakuja team change hatungembana sana. Lakini kwa vile ameingia yupo serikalini na hizo ahadi. Na si kwamba timu moja tu, tutamuuliza sana. Amekalia hata na makalio yote. Kwa hivyo lazima tutamuuliza sana. Wasema kwa upole. Kumbe pesa zilikuwepo ofisi anavyozungumza. Tiketi za ndege nini, kumbe pesa zilikuwepo. Atatueleza. Safi. Bobby Williamson, Adela Mrushe, Mayo. Wewe wadai chochote? Pende mtazamaji mitandao na kuuliza kauli ambayo inafungamana na gumzo ambayo limegonga vichwa vya habari kama wiki nzima hii. Netiboli. Na kuuliza basi mpenzi mtazamaji, je, nini kilichangia matokeo duni ya timu ya taifa ya netiboli katika mashindano ya bara Afrika nchini Afrika Kusini? Je, ni nini kilichochangia matokeo duni ya timu ya taifa ya netiboli katika mashindano ya bara Afrika ambayo yalichezwa kule Afrika Kusini? Sema nasi, mimi nipo Twitter Hassan Juma, Somo ni @Ali Kauleni, Bahaj ni @Bahaj Ahmed. Bishop uko Twitter ama wewe ni Facebook? Yeah, Bishop Tony. Bishop Tony. Bishop Kwea.
Bishop Kwea. Yes. Una nyingi. Bishop Kwea lazima uwe na Twitter handle. Acha ni msajili ndio. Sema nasi mpenzi mtazamaji, utapitia arafa zenu katika makala haya Zilizala Viwanjani. Huyu Kwea au Bishop yuko hapa kwa sababu moja, mwezi ujao kutakuwa na uchaguzi. Kweli. Au sio? Tarehe 23 Novemba. Hivyo basi tutazungumza mawili matatu kuhusiana na uchaguzi huo, na pia tutaangalia manake yeye anawania NEC member, National Executive Committee Western. Je, amefanya nini? Wanasema wazungu kwamba yeye ndio incumbent, amfanya nini huku akilenga tarehe 23, na je kuna mpinzani? Tutazungumza hayo yote katika makala haya Zilizala. Lakini sema tuma jumbe zako na mambo yote ambayo unataka kuzungumza nasi bwana, sisi tutapitia. Ndio bingwa mtetezi. Ndio bingwa mtetezi. Naam, tuchukue taarifa kwamba timu ya taifa ya mchezo wa netball iliwasili nchini jana kutoka michuano ya Afrika imepuzilia mbali madai ya kutelekezwa na kufurushwa sehemu waliokuwa wakilala nchini Afrika Kusini. Mwenyekiti wa shirikisho la volleyball nchini Immaculate Wamboi amewataka wa Kenya kupuuza porojo hizo. The rumors that have been spreading, in fact those rumors came to spoil our day. We were actually relaxing in the waterfront, Cape Town. At allowed for, we got the message that was trending on the social media, and it almost spoiled our day because those were false rumors, which was very bad. So actually that is the issue. We are okay. We are back at home, and we are very happy, and we thank God for that. I don't know if there were backlash or whatever there was. They are false rumors, and I stand on what I have said. Yeah. So, according to us, what was important is everything being catered for, and it was. Na mkunguna kwa licha ya kocha Francis Kimanzi